Sasa tumechoka, tumetosha na wewe. Ya mwisho nikaambiwa nijiandae kabisa kwamba mwisho wiki hii. Halafu ila amesema mwisho wiki hii nimeipokea na mimi nikajiandaa naondoka. Lakini nasema Bwana, hata kwenye hii nadhiri umekataa kabisa. Umekataa kabisa. Nashangaa Mungu alivyotokeza kwa namna ambayo sielewi ilikuwaje. Wakakaa kikao vizuri na wakataka wamtaarifu mtu ambaye sasa yeye wanajua atapitisha tu kwamba huyu mtu anaondoka. Walipompelekea barua akasema mtu huyo sina tatizo naye, basi mwajirini kabisa. Kwa hiyo ndio nikaachana na kujitolea, nikaanza kutumikia ile nafasi. Lakini nakumbuka ni yale maombi ya nabii yalinisukuma sana. Ninaomba yale maombi ya kawaida, naona bado ikanilazimu niweke nabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa tafuta namna ambavyo hakikisha Bwana, hata kama atakuwa hajajibu jambo lako, lakini uwe na uhakika Bwana analijua jambo lako. Usibaki mahali ukasema mimi Bwana nafikiri nitaendelea tu hivi. No, pambana kila namna uhakikisha kwamba hata kama nimetulia nasema na mngoja Bwana, lakini Bwana awe analijua jambo lako. Bwana Yesu asifiwe. Yule Bartimayo walipomzuia anapiga kelele anasema, Mwana wa Daudi unirehemu, Mwana wa Daudi unirehemu, Mwana wa Daudi unirehemu. Wanamzonga wanamzuia. Anamwambia wewe Bwana nyamaza, tulia, usisumbue watu hapa. Wakati huo yeye anakaza anasema, Bwana Mwana wa Daudi unirehemu, Mwana wa Daudi unirehemu. Kushoto kulia wanamzuia. Anasema Mwana wa Daudi unirehemu, mpaka wakati ambapo Yesu aliposikia. Na mimi natamani vizuizi vinaweza vikawepo kwenye maombi yako. Pambana kabisa uhakikishe kwamba narudi nyumbani, lakini Bwana amesikia ombi langu. Nasubiri tu atajibu. Nasubiri tu atajibu. Ukitaka kuingia kwenye maombi, lazima unaweza kuwepo vizuizi. Ukitaka kuweka utaratibu mzuri na Bwana, lazima kunaweza kuwepo na vizuizi. Kwa hiyo pambana, hakikisha Mungu anaijua jambo lako, anajua shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema walipoona mazingira yote hayawaruhusu kumpitisha mgonjwa wao, ile 5 pale Luka 5 sura ya Luka sura 5 mstari wa 17, walipoona hawawezi kabisa kumpitisha mgonjwa wao katika njia za kawaida, wakasema liwalo na liwe, hasara tuipate, lakini shauri letu ni Bwana ajue tuna shida na yeye, tuna haja na yeye. Na kwa sababu hiyo wakapita juu ya dari, lengo Yesu ajue shida yao, wasirudi kama ambavyo walikuja. Bwana alipoiona imani hiyo akasema, imani yako imekuponya. Na mimi natamani unapopitia wakati mgumu wa kumweleza Bwana shida yako, usikate tamaa. Hakikisha Bwana amesikia ajenda yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, msikilize Mungu kisha maelezo. Msikilize anasema, kisha maelezo anasema. Tumeona kile kitabu cha Luka sura ya 5, soma ule mstari wa 4. Na alipokwisha kunena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Msikilize Mungu. Msikilize Mungu anakueleza nini juu ya changamoto unayopitia. Msikilize Mungu anakueleza nini juu ya matatizo ulio nayo. Umekwisha kumwambia Mungu kwamba Mungu, mimi najisikia vibaya. Angalia hali yangu ya sasa, ya nyumba yangu haiendelei, haikwendi sawa. Sasa Bwana, ninaomba unisaidie. Ukiisha kuipeleka ajenda yako kwa Mungu, msikilize Mungu anasema nini. Hawa watu wakamsikia Mungu anasema, tweka mpaka kilindini. Tweka mpaka kilindini.
Na wewe kuna mambo ambayo